lakini pia kile ambacho ukitazama mchezo kwa kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumefanikiwa kutoka hatua robo finali, tumeelekea hatua nusu finali. Ni msimu mwingine ambao kwenye mashindano haya ya kombe la shirikisho la CRDB tunafanya vizuri. Kwa hiyo jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, tunawapongeza technical bench, tunawapongeza wachezaji wetu, tunapongeza pia wanachama na mashabiki ambao wamekuja. Ushindi huu wa leo ni ushindi wa pamoja. Kila mmoja ameweka mchango wake na tumepata matokeo mazuri. Always JKT ukicheza nao hapa Isamuyo ni timu tofauti kabisa, timu ambayo iko very tough. Size ya uwanja pia inawapa advantage wao, kwa hiyo inahitaji umakini, kujitoa na kuwa kwenye focus ya 100% kupata ushindi hapa Isamuyo. Na ukitaka kuthibitisha hilo, hii ndio mara ya kwanza Yanga wanashinda mechi hapa Isamuyo. Maana yake ni uwanja mgumu na JKT ni mpinzani mgumu. Kwa leo kuna kiwango cha kujitoa kwa wachezaji kimeongezeka na alhamdulillah tunaendelea. Pengine kuna tofauti umeona kidogo kwa wachezaji leo hii kwa kucheza mchezo mdomo, lakini pia ukihitaji hii mechi kwa sababu nyinyi ni mabingwa watetezi pia. Nimezungumza na wachezaji hapa kama wawili watatu hivi. Kitu pekee ambacho wanakisisitiza na wamekiomba hata mimi nikiseme kwa wanachama na mashabiki wetu. Sasa hivi hapa tupo katika hatua za mwisho za msimu. Tumeshaingia nusu finali CRDB Cup. Bado mechi 7 kwenye kombe la NBC ligi iweze kumalizika. Yote akavyokuwa, yani hawa ndio wachezaji wetu ambao tutaenda nao mpaka mwisho wa msimu. Kwa hiyo wanaomba sana mashabiki. Mistakes zinatokea kwenye pitch, lakini zisiwe mistakes za kuona kwamba hakuna ambacho wanafanya kwenye timu, kuona kwamba hawastahili hata kuwa kwenye timu. Kwa hiyo ombi lao ni wanachama na mashabiki washikane nao kwanza kipindi hiki, kila mmoja awe nyuma ya timu, tupate matokeo mazuri. Hakuna mchezaji yoyote wa Yanga anayeingia kwenye pitch hapa kwa ajili ya Yanga ifungwe. Wote wanakuja, wanatoil kwenye uwanja mazoezi, wanatoil kila siku kuhakikisha Yanga inapata matokeo mazuri. Kwa ujumbe wao sio kwa ajili ya kufungwa na Dodoma. Unajua kwenye football sifungwa na Dodoma Jiji. Mwenyezi Mungu aepushe watu kufungwa mchezo mwingine. Lakini haimaanishi kwamba wachezaji hawa wanakuja kwa ajili ya kutaka kufunga. Kwa hiyo wamenituma tuutumie ushindi wa leo tukajitafakari tu katika hatua za mwisho za kumaliza msimu. Tuna makombe mawili ambayo tunataka tutetee. Tunatakiwa tu wamoja, tusimame nyuma, concentrate, tuwape nguvu waweze kutupambania tuweze kupata matokeo mazuri mwisho wa msimu inshallah. Inaongeza pressure semaji mtu mpija Isamuyo kwa mtetezi wa ligi wa CRDB mechi zilizosalia. Sisi hatuna pressure yoyote kwa sababu tupo katika ndani ya malengo tuliojiwekea. Tuko nusu finali CRDB, tunaongoza ligi kwenye NBC, kwa hiyo tupo ndani ya malengo ambayo tumejiwekea. Nilivyozungumza nyakati fulani kwamba upinzani umeongezeka kwenye ligi, ilionekana kama anachekesha. Lakini baada ya Yanga kufungwa, naona sasa mjadala ibadilika. Kila mtu anasema ubingwa sio mkoa wa moto na nini, lakini pointi zikiwa 5, ligi ni dhaifu, ligi ni mbovu. Pointi zikibakia 2, Yanga ndio mbovu, wapinzani wamekuwa bora. Kwa hiyo sisi hatuna pressure yote na maneno ya nje. Focus yetu ipo kwenye pitch. Tutaendelea kufanya vizuri inshallah mpaka tupofikia malengo ya kuchukua makombe. Ali, timu ambayo mnakwenda kukutana nayo hapo kesho kwenye hatua ya nusu finali ni mshindi kati ya Mashujaa au Azam. Singida imekuwaje? Ametolewa. Utolewa Singida? Na Costa? Goodbye. Masanza kabla ya hii Masanza ni wanazungumza naye asubuhi. Yaani the way ninapozungumza naye kama ni mtu ambaye anacheza naye finali. Wameenda mpaka mkoa wa penalty. Sasa bahati mbaya Hussein Masanza huu msimu ana shida. Yaani tofauti ya Masanza na Chukuchuku msimu huu ni mikoa tu. Mmoja yuko Singida, mmoja yuko Dar es Salaam. Si aliwahi mapema. Angechelewa ni kama Chukuchuku anaishi Singida. Basi tu ndio hiyo. Basi Singida wapole bwana kama umetoka. Sisi aje yoyote, aje Azam, aje Mashujaa, sisi focus yetu ni kutetea ubingwa. Sasa inawezekana timu yenye malengo ya kutaka kutetea ubingwa ikaanza kuwaza nusu finali yaingie nani. Sisi malengo ni kucheza finali, tushinde finali. Kwa hiyo Mungu atakayemjalia kwa kadari zake siku ya kesho kushinda, sisi tutamsubiri kwenye hatua nusu finali inshallah. Ulionekana kumuita Asinko na sio kama mnampongeza. Tulikuwa tunampongeza Frank Asinki na hii ni muhimu ni siri. Nahodha wetu Bakari Nondo Mwamnyeto kutoka mechi iliyopita ya Dodoma Jiji kuja mechi hii amepokea critics nyingi kweli kwenye namba yake ya simu, kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo psychological hakuwa sawa,
Yaani Bakari leo tumemkosa sio kwa sababu ya majumisho pale, muda umeisha kwa twende haraka, sio kwa sababu ya majeraha, ni kwa sababu hakuwa sawa kichwani. Ndio maana tunasema kila siku kwenye mpira mtu anatakiwa awe sawa kichwani, awe sawa kwenye fitness mwili wake na kila kitu. Psychologically Bakari hakuwa sawa, kwa hiyo aliomba kwenye technical bench leo apumzike. Sasa ndio maana tukatoa ujumbe kwamba mashabiki wanaumia, yes, lakini players pia wanaumia wanapoteza mchezo. Kwa hiyo tunawaomba wasimame nyuma. Ndio maana Asinke amecheza hii mechi leo akimreplace Bakari Mwamnyeto, kacheza vizuri. Ni jukumu letu kumencourage yeye na wenzake waliocheza, lakini pia ni jukumu la kumencourage pia na Bakari. Uwanja huu alitupambania tukapata furaha hapa kwenye Kariakoo Derby. Funga goli muhimu ambalo tulipata alama moja. Kwa hiyo inatokea bahati mbaya. Na player wanajua kabisa leo tucheza vizuri. Ndio maana unaona kuna mechi inaisha hizi anaomba msamaha. Wanajua kabisa kwamba leo tutacheza vizuri, lakini ndio football. Kwa hiyo tukiwa tunawaattack, maana yake tunaungana kundi la maadui wetu kupunguza nguvu yetu. Tukiwa tunasimama nyuma wachezaji wetu, maana yake tutasimama nyuma kwenda kupata matokeo mazuri. Leo tumemkosa Bakari kwa sababu ya maneno mabaya. Mimi nionyesha maneno mabaya ambayo anasema player tofautiana. Sasa tukienda na hii tabia, kuna siku hapa